hivi punde kwamba ni wasaa sasa kuweza kusikiliza kipindi cha Jamvini kutoka Big Boss Radio jijini Dar es Salaam hadi hapo ambapo wewe upo. Sisi tunasikika dunia nzima. Tunasikika Tanzania nzima kwa utulivu, kwa utu na utulivu. Nzuri zaidi. Haina chenga. Kwa kupitia tovuti yetu ambayo ndio huwa tunasikika nayo. Msikilizaji, karibu sana ndani ya Jamvini. Sisi tumerejea tena kama tulivyoondoka jana hapa, watu wawili ambao jana tulikuwa sanjari kuanzia majira saa 11 hadi saa 1 kusongesha gurudumu hili la Jamvini, na hatimaye pia leo tumerudi hapa tukiwa wazima wa afya. Tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea na huu wasaa mzuri wa kipindi cha Jamvini. Jambo, kwanza habari za toka jana? Habari za toka jana fresh. Unajua jana baada ya kutoka kwenye kipindi nikakutana na mada nyingi sana ama na kesi nyingi sana kuhusiana na swala zima la baya. Japo tulikuwa tuna mada nyingi, tuligusia tu kidogo sana lakini imezua gumzo. Imeweza kuzua gumzo sana. Yaani kwa wafuatiliaji wengi limeleta gumzo, japo tuligusia tu kidogo. Hususan wanawake ambao wamesha promisiwa kupelekewa baya, alafu tunakuja na mada za kijola. Tunawazonga. Tunawajia na mada za kijola. Kwa hiyo tumewatoa kidogo kwenye mfumo. Kitu ambacho ukitaka kukorofishana na mwanamke, muahidi kike mpenzi wake, alafu ukamwambia kwamba hiki hata usipofanya sio vibaya, au zawadi hata usipopata sio vibaya. Unaweza ukapata mbadala wa hii. Kwanza atatumia nguvu sana kukuelewa, yaani akuelewe kwamba yaani unaniaminishaje kwamba sio lazima abaya. Nipate hata dela la Msomali au kijola chenye mtandio. Yaani inataka nguvu sana, yaani unaweza ukazua ugomvi ambao hauna. Nikasema kwanza hilo leo kwanza tuliache. Waliopromisiwa kupelekewa baya waache wapelekewe kwanza habari zao, tusiwaingilie kwenye yao, maana wanahitaji kupendeza. Sasa tuangalie yale ambayo tupo nayo hii leo kwenye Jamvini ya Big Boss Radio jioni hii, katika zile ambazo tumeweza kuzikusanya kwa weledi mzuri na kuzileta kwenye meza yetu ya matangazo na moja kwa moja kumfikishia msikilizaji kutoka sisi hapa tulipo Msasani hadi kufikia yeye kufikia alipo msikilizaji kwa wasaa huu popote pale alipo. Leo bwana, kuna story, katika story ambazo tupo nazo kuna moja bwana nimeona kama vile imenishtua hivi kidogo. Unajua katika jamii kuna mila na desturi. Kwa hiyo mila na desturi mara nyingi ndo zinatofautisha kati ya jamii moja na jamii nyingine. Na kwa sababu unakuta mila labda ya jamii hii iko tofauti na mila ya jamii nyingine. Na kupitia mila tunaweza tukagundua kwamba hawa hapa aidha ni watu wa kundi hili na hawa ni watu wa kundi hili, au mila ndo ambazo zinatofautisha kabila. Yaani ukishatoka kwenye makabila pia kuna hizo mila. Kila kabila unakuta wana mila zao. Ijapokuwa unaweza ukashangaa kuna kabila moja linataka linashadiana kufanana mila na kabila lingine. Lakini kiufupi mila na desturi ama mila ndizo zinazoweza kutofautisha kabila moja na kabila lingine. Sasa pia kuna vitu vinatakiwa kuzingatiwa sana kwenye masuala ya mila, kwa sababu ukienda ovyo unaweza ukashangaa ukaingia mkenge. Kuna kabila zingine wana desturi kwamba yani wao kuna aina fulani ya mboga awali. Sawa? Unaweza ukapata bahati nzuri ukakuta mnaambiwa mboga ya majani ndio hamli. Yaani kuna mboga fulani ya majani hamli. Lakini kuna wengine wana bahati mbaya zaidi, wana mboga ya nyama, yaani kuna nyama ambao wao awali. Yaani unakuta ukila huyo mnyama, wewe kwa upande wako chochote kinaweza kikakuwa. Wengine nyama. Wengine wanaweza kusema kwamba yaani kuna wengine unakuta wanang'oka meno. Yaani ukigusa tu nyama kama jamii ya wenye marasta nasikiaga hawali nyama. Au sasa wanajitungia au sio, kwamba ndio mazoea yao kwamba mimi nimefuga rasta bana siwezi nikala nyama.
yani ukiachana na hawa wa mjini na vijana wa sasa hivi ukikuta rasta kabisa, yule rasta ambaye tamaduni yake na hawali nyama. Sawa. Sasa na kuna wengine kwamba kuna baadhi ya mboga wakila unakuta wanatokwa na vipele au wanapata allergy. Sasa bana Bagamoyo kuna moja nimeweza kuipata. Wao wana mila na desturi. Yaani kuna sehemu hiyo utaenda kusikia hapa kiundani zaidi. Kuna kisima. Hicho kisima kina maji ya blue. Maji ya blue kabisa na wanaita kisima cha maji ya blue. Sasa hicho kijiji, hiyo sehemu ukienda wana desturi zao. Miongoni mwa desturi zao uzifanye ukifika kwenye hicho kisima, unatakiwa uzifuate. Sawa.